Sasa hizi
izina rya Yesu turatera mu imigabo yose ya wa mugwanizi bwiza bwawe mwami bwiyerekane hano hantu ibitari byawe mwami turabyigizeyo umukozi wawe aza kwindega imbere y'isengero ryawe aba ari wowe uza kwikorera mwami w'amahoro mwami isengero ryawe rije kwicara gahore maze ibitari byawe turabitaramuje maze amadayimoni yoba yinzi hano turayataramuje ugusinzira mwami turabitaramuje ubunyongoswa turabutaramuje gusohoka turabitaramuje mana nicoza cyose amazi isengero ryawe tucigize inyuma y'isengero ryawe mwami uri Imana nyamana Imana udahinduka mu masezerano rero dusize umukozi wawe mu maboko yawe umwigabire mwami avuge nawe usobanura isengero ryawe mwami rije gutajujurijwe nawe ibisigaye twicara gahore turindire mu izina rya Yesu amen amen. Wakupewa sifa na utukufu na heshima wewe na uweza. Wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe mwenye nguvu na wakupewa sifa na utukufu na Bwana Yesu asifiwe. Basi ni muda mzuri, muda wa kusikiliza neno la Mungu. Tafadhali ambia mwenzako usiwe muhombe. Please tell your friend that don't be a loser. Usiwe muhombe kabisa. Don't be a loser. Basi ni wakati tunaweza kukaa kwa heshima. It's a time to sit with respectful. Tukingojea neno la Mungu. As we're waiting for the word of God. Basi mtumishi ambaye ameandaliwa leo, The servant who is prepared today, akisimama tunashangilia Kristo Yesu aliyetupatia uzima pamoja naye. Jesus. Karibu mhubiri wetu wa siku ya leo. Welcome the servant of God for today. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Sasa mimi hakuna wa kunisaidia sasa. Mko sawa? Sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah. Basi nikuombe msalimie mwenzako, mwambie Yesu anakupenda. Salimiane, mwambie Yesu anakupenda. Hallelujah. Basi neno la leo tutakwenda kujifunza jinsi Yesu alivyotupenda na akatoa mfano wa upendo ili na sisi upendo huo tuweze kupitia katika njia zake alizozipitia. Amen. Kanisani tunapaswa kuwa na upendo. Hallelujah. Mutafute katika kitabu cha Yohana, the book of John, 3 mstari ule wa 16. Hallelujah. Tayari hapo hicho kitabu kinafahamika. Kila mmoja anajua maandishi yaliyoandikwa kwenye kitabu hicho. Amen. Kitabu cha Yohana 3:16 ule mstari mmoja tu. Tusikie panaposema. Amen. 6:16. Mimi nitasoma kama bado hujapaona kwa Kiswahili. Kundo Imana yakunze abari mwisi ariko gwatumye icanga umwana wayo w'ikinege
umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Amen. Amen. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na nini? Na uzima wa milele. Amen. Haleluya, haleluya. Sisi ambao tunaomwamini Mungu tuna uzima wa milele. Amen. Hiyo sasa ni ishara Yesu aliyotupa, katuonyesha. Akatupa na maandishi haya. Maana duniani kuna wengi ni wabishi. Amen. Alijua kwamba hawa watu watakuwepo, akatoa na maandishi haya. Ili sisi tuendelee kufanyaje? Kuendelea katika maneno haya. Panasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. Hajasema binadamu, alisema Mungu alivyoupenda nini? Ulimwengu. Akafanyaje? Amen. Mwana wake wa pekee. Tunajua maana yake kuwa pekee. Amen. Hivi nikiuliza wakina mama, ukiwa wewe una mtoto mmoja, unaweza ukamtoa ili aende akaokoe kwa mfano taifa? Sio rahisi. Amen. Lakini Mungu, amen, kwa sababu aliupenda ulimwengu, na ulimwengu aliupenda ikiwa na wanadamu ambao wanapoishi katika ulimwengu. Amen. Ambao ni wewe na mimi hapa. Alitupenda akamtoa mwanawake wa pekee ili aje afanyeje? Akuokoe. Aje aniokoe kutokana na dhambi ambazo ninazozendea. Amen. Alikuja ili aniokoe. Alikuja ili akuokoe. Amen. Mimi nikisoma maneno haya huwa najifikiri, imekuwa kazi kubwa sana jinsi Mungu alivyoupenda ulimwengu hata kamtoa mwana pekee, mtoto mmoja tu. Ili alijua kama atapokwenda kule atakufa, atateswa, lakini kwa sababu ya upendo, tupo katika somo la upendo, hakufikiria hayo yote, labda kwamba atakwenda kumpoteza, lakini kwa sababu ya upendo alikubali, akamtoa, akaja duniani, akafa kwa ajili yangu, akateswa kwa ajili yangu, akadharauliwa kwa ajili yako, ili sisi tuweze kuendelea kuwa na uzima. Amen. Na wakasema tena, ili atakayemwamini atapata uzima wa milele. Amen. Ambao ni wewe na mimi tunaomwamini, tunao uzima wa milele. Amen. Tutakapoendelea kumwamini, tutaishi uzima wa milele. Sema amen kama unaamini. Tutakuwa na uzima wa milele. Na mtu ambaye anayekuwa uzima wa milele, magonjwa hayamgusi, mateso hayamgusi, japokuwa Yesu ndiye anayesimama katika nafasi hiyo ya ugonjwa. Amen. Magonjwa yote ya dunia niambie, kama kwangu hautafanyaje? Hautafanikiwa. Amen. Bali nitaishi na nitapata uzima wa milele. 17 napo anasema hivi, maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu ukaokolewe katika yeye. Amen. Haleluya, haleluya. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu. Hatujasema atakuja kwa hukumu kwamba wewe ulitenda dhambi ukafe, akasema kwamba ulifanya hivi, ulimuua mwenzako ukafe. Hapana. Hatujasikia hivyo. Alikuja kufanya nini? Atuokoe. Alikuja ili akutoe wewe katika zile dhambi ambazo umo. Amen. Ili uweze kupewa ule uzima wa milele ambao utakapo shinda ya dunia na kuingia mbinguni, utaishi maisha yako ya milele. Amen. Yeyote yule atakayeshinda matatizo ya duniani, mateso ya duniani, mbinguni utaishi uzima wa milele. Hautakufa, wala hautateswa, wala hautapatwa na magonjwa yoyote. Wewe utaishi maisha yako ya milele.
Amen. Tunajua kwamba mwanadamu alipoanza kutenda dhambi, tulipoanza kuteseka hapa duniani, magonjwa yakaja, vifo vikaja, lakini wewe utakayoshinda hayo yote, utakapofika mbinguni, yote yatakuwa yameisha. Utaishi, utatembea, hautakufa, ugonjwa hautakugusa. Wewe utasimama, utafanyaje? Utaimba, waimbaji, wahubiri wataendelea kukaa pale wakiwa na furaha, kwa sababu hakuna mateso yoyote yale yatakuwepo tena. Amen. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye, ambao ni wewe na mimi. Tuokolewe katika yeye, tupate uzima wa milele kupitia yeye. Amen. Kwenye mstari wa 19 napo panasema hivi: na hii ndiyo hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Bwana tuhurumie. Unasikia haya maneno? Na hiyo ndiyo hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni. Nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda nini? Giza kuliko nini? Nuru. Usikie sasa matatizo ya wanadamu, matatizo yetu. Kuliko kupenda nuru tulioletewa, tulipenda nini? Giza. Mungu atuhurumie. Amen. Kuliko kupenda nuru tulipenda giza. Matatizo kabisa. Mungu atuhurumie. Kuliko kupenda nuru tumependa giza. Lakini nina imani kwamba wewe uliyekuwepo mahali hapa hujapenda giza, si ndio? Umependa giza. Maana umependa nuru. Tunajua yanayotendeka katika giza ni mambo ya ibilisi. Sema, mbona unaogopa? Si tunajua. Hatujui hilo? Sema tu. Amen. Maana unajiamini, si upo ndani ya kanisa? Si umefundishwa kuomba ulipobatizwa, si ndio? Sasa kwa nini unaogopa kumsema huyu shetani? Mseme tu. Amen. Hakufanyi chochote. Amen. Sema, umependa mambo ya nuru, hujapenda mambo ya giza. Amen. Watu wanaopenda mambo ya giza ni wale watu ambao hawajaokoka, ni wale watu ambao bado wapo katika dunia. Lakini wewe unamcha Mungu, upo katika njia nzuri za Mungu, upo katika msafara wa kwenda mbinguni, bado umependa nuru. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Wakolosai. Ndio. Tusome napo tusikie mambo ya upendo. Amen. Hakuna aliyepaona. Kolosai 3 mstari wa 16. Tusikie na zaidi ya upendo. Amen. Nasoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kolosai sura ya 3:16. Neno la Bwana linasema, neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana mazaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Amen. Amen. Hapo tu. Lakini ngoja mimi nianzie katika huu mstari wa 14. Amen. Kwa Kirundi hakuna aliyepaona huu mstari wa 14. 3:14. Zaidi ya hayo yote jivikeni upendo, ndiyo kifungo cha ukamilifu. Na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, ndivyo mlioitiwa katika mwili mmoja, tena iweni watu wa shukrani. Jivikeni upendo, ndio kifungo cha ukamilifu. Amen. Ukiwa una upendo, ndio kifungo cha ukamilifu wako. Amen.
Tumesikia kwamba tuliposoma katika kile kitabu cha Yohana, tumesikia kwamba Yesu alipenda ulimwenguni akamtoa mwana wa pekee ili aje duniani akateswa akafa kwa ajili yangu, kwa ajili yako. Amen. Ni mfano wa upendo. Bwana Yesu asifiwe. Na zaidi ya hayo tunasikia kwenye hii kitabu tena, na zaidi ya hayo yote jivikeni upendo. Amen. Tujivikeni upendo. Ndiyo kifungo cha ukamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuwa na upendo ni kitu ambacho si rahisi. Amen. Lakini ndivyo neno la Mungu linavyotuambia. Usipokuwa una upendo, je, utasemaje unampenda Mungu ambaye humuoni na macho yako? Amen. Unamuona tu ukimwamini. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wimbo unaosema usipompenda unayemuona utampenda Yesu usiyemuona. Nani anakumbuka korasi hiyo atuwekee? Barikiwe. Usipompenda nani hakunayemuona utampenda je Yesu usiyemuona. Bwana Yesu asifiwe. Hao sasa ni mfano. Amen. Utasemaje sasa unampenda Yesu na jirani yako unayemuona haumpendi? Jirani yako unayemuona unamchukia. Amen. Utasema kwamba sasa wewe ni mwimbaji bora unayemuimbia Mungu na jirani yako unayeimba naye humpendi, unamchukia. Neno la Mungu linatuambia kwamba tutakaposema tunamtumikia Mungu tuwe tuna upendo. Tumeambia hapa kwenye mstari wa 14, zaidi ya hayo yote tufanye nini? Tujivikeni upendo. Sio kwamba katika upendo wako lazima uonyeshe upendo unao. Amen. Usibague, usichague watu wa kuwaongeresha. Onyesha upendo kama ule Mungu aliyotuonyesha. Amen. Pasiwepo na makundi. Kusema kundi lile mimi siwezi nikaliongeresha. Kwa nini? Mungu alituletea makundi alipokuja hapa duniani? Hapana. Tunapaswa kupendana. Amen. Hasa wale watu ambao wanamcha Mungu, ambao wapo katika njia moja ya kuelekea mbinguni. Amen. Sasa wewe ndugu wangu una upendo? Nina upendo? Tujiangalie vizuri. Tuwe tuna upendo. Tusiseme tupo katika njia ya kwenda mbinguni lakini upendo kwetu hakuna. Tunajidanganya. Amen. Na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu. Amani ya Kristo ije ndani ya mioyo yetu. Amen. Alafu ikaimuru mioyoni yetu. Ifanye nini? Ikatuongoze. Amen. Amani ya Yesu ije katika moyo wako. Amen. Na uwe na upendo kwa mwenzako. Amen. Usibague. Amen. Yeyote ile umpende. Amen. Ukianzia kwa mwalimu. Amen. Nipende basi. Haleluya. Haleluya, haleluya. Maana utakaponichukia unamchukia na Yesu. Amen. Mimi namwakilisha nani? Yesu. Sasa ukinichukia, unasikia na Mungu namchukia. Mnanipenda jamani? Amen. Nami nawapenda. Mungu awabariki. Haleluya. Upendo ni kitu kikubwa ukiwa wewe ni Mkristo. Maana katika yote yameambatana na upendo. Amen. Kama hauna upendo hutafanikiwa katika njia ya kwenda wapi? Mbinguni. Amen. Yesu anaangalia matendo yako, na matendo yako kuna ambatana na upendo. Amen. Kwa mfano kuna mgonjwa hospitalini anaumwa, au mimi ngoja nitoe mfano kwangu. Kama haujanipenda utafanya huduma ya kwenda kupoteza muda wako na kuja kuniona nyumbani kama hauna upendo? Hakuna, hautaweza hilo. Ukiwa na upendo, ile kazi, ile huduma itaambatana na ule upendo wa kwenda kufanyaje? Kufanya ile huduma ya Mungu. Amen. Ukiwa na upendo utawapenda ndugu zako, wala hautabagua. Kazi utakayoitenda utaifanya sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Amen. Kwa sababu kuna upendo. Mungu ameweka amani ndani ya moyo wako. Mungu ameweka upendo wa kutobagua. Amen. Na kufanya kazi sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Uamini usiamini, upendo ni jambo kubwa. Upendo ni msingi.
kwa kila Mkristo yeyote ile. Amen. Mimi nimesema unipende tu, lakini mimi nawapenda nyote. Amen. Katika yeye aniwezeshaye, mimi nawapenda nyote. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anisaidie nisije nikawekwa moyo wa chuki kwa mtu yeyote yule. Mimi nawapendeni nyote. Amen. Haleluya, haleluya. Mwambie ndugu yako nakupenda tu, maana Yesu alisema tupendane. Amen. Mwambie usiogope, mwambie unampenda, mwambie usiogope. Yesu alisema pendaneni. Amen. Pendaneni. Kwani mnaogopa kusema nakupenda? Elize, unaogopa kumwambia Jafeti eti nakupenda ndugu yangu? Haleluya, haleluya. Mimi namwambia mchungaji wangu, mchungaji mimi nakupenda. Katika kazi ya Mungu mimi nakupenda. Kwani wewe unaogopa? Mwambie nakupenda. Amen. Upo katika safari ya kwenda mbinguni. Usipompenda ndugu yako, mbingu huwezi ukaiona. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mwambie usiogope, maana ukiogopa unakuwa unajua njia unayoelekea ni njia gani. Haleluya. Basi mimi nakupenda kabisa. Amen. Haleluya, haleluya. Pendaneni, Mungu ndo anavyosema. Hajasema tuchukiane, bali alisema tupendaneni, si ndio? Sasa unashindwaje kumwambia ndugu yako nakupenda? Haleluya, haleluya. Mafikiri yenu yanakwenda mahali ambapo si ndio ambapo mimi sipo. Mimi nipo ndani ya kanisa. Haleluya. Katika neno la Mungu. Mwambie ndugu yako nakupenda, usiogope, maana Mungu alisema, aliyepoandika maneno haya aliandika akiwa na lengo. Pendaneni, ndipo mtakapomuona yeye aliyefanyaje, aliyekuumba akaja akatufia, ili nasi akatuachia ule upendo ule aliyokuwa naye alipokuja hapa duniani, ya sisi kupendana. Amen. Tuache ziki, tuache kufanyaje, kuchukiana. Tupendaneni. Amen. Nikupende mimi na wewe unipende. Waliosikia neno la Mungu, Mungu awabariki. Bwana asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Haleluya. Twumvise ijambo ry'Imana ry'urukundo, si sawa? Guhera uno munsi rero urukundo ruce rugaruka, sawa? Haleluya. Tuvugane ukuri, urukundo rwari muri twebwe. Haleluya. Rero ijambo ry'Imana ntirigira ubusa. Nimba udafise urukundo na kanya kawe hano kugira ngo witandukanye n'Imana, kuko Imana irakubona. Wo kwinyegeza utokwinyegeza, Imana irabona ko ufise urukundo. Imana irabona ko utarufise. Bwana asifiwe sana. Bangahe bagomba kwironderera urukundo kuri bene se? Kaze rero tuguhe kaze. Turagwaye kaze kugira ngo uje ufukame abakozi b'Imana bari hano kugira ngo bagusire moko y'Imana. Iyataba maraso ya Yesu, iyataba ya Yesu, iyataba maraso ya Yesu, gihonomu yari kubiya, iyatabaya, iyatabaya. Reka duhaguruke wiyumvira. So iyatabaya, so ya Yesu, Geonamu, Yataba, so ya Yesu, Yataba,
tuza gusenga Imana. Yataba maraso ya Yesu ogiwa nambo yarikubiya. Tugiye gusenga Imana, tugomba tuze kwisengera Imana, ariko Imana ivuga ati nimba udafise urukundo kuri mwene so uriko urakorera ubusa. Nimba uririmba wankana n'uwundi muririmbyi uriko urakorera ubusa. Nyaruka rero witandukanye n'ico cyaha kikwizingirako. Ico ni icyaha cy'inyanduruko kikwizingirako, ukwiye kwikurako. Haleluya! Ukwiye kwikurako ukabiha Imana yonyene akaba ari ibyikorera. Wewe umwana w'umuntu nabyo woshobora muri wewe. Amen. Turagiye gusenga Imana. Uriho? Bwana sifiwe sana. Haleluya. Mu mutima wawe hari urukundo kweli? Jewe mu mutima wanje hari urukundo. Reka nanje nivugeko. Nanje ndafise urukundo. Bakozi bimani ngo dusenga Imana. Muje dusenga Imana.